Asanteni sana. Baba wetu Askofu Samuel Ngoi, viongozi wote wa kanisa hii, ndugu viongozi wenzangu, Wakristo wa hapa kanisa letu la The Power, The Power of the World Christian Church. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tuweze kufika hapa kanisani kwa ibada ya siku ya leo. Nataka nikwambie askofu, you have spoken to our hearts. Asanteni sana. Na nilikuwa ninashangaa mbona huyu muungwana wenu Moha ananisukuma sana kwamba lazima twende kanisani. Na leo nimeona kweli ilikuwa ni mapenzi ya Mungu tu. Tunajua ya kwamba mwimbaji wetu ni mshirika wa kanisa hii. Asante sana kwa kuanza wonderful song, na nimefurahi sana kuwa hapa. Na mimi sijakuja hapa kwa bahati. Nimekuja hapa makusudi. Kwa sababu nimekuja hapa kwa sababu ni mapenzi ya Mungu tu. Iko katika mipango ya Mungu tufike hapa ili tuweze kupata neno la Mungu pamoja na nyinyi, kupata ushirika pamoja na nyinyi, tupate urafiki pamoja na nyinyi, na tufanye kazi ya Mungu pamoja na nyinyi. Asanteni sana kwa kukaribisha hapa kanisani. Asante sana kwa kutuelezea neno la Mungu. Neno la Mungu linatufundisha kwa Mathayo 6:33 kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mambo haya mengine yote itaongezewa. So we are properly advised that we seek the kingdom of God first. Everything else we are looking for, including everything else that we want in our life, Mungu atatusaidia na atatuongezea. So nimefurahi sana kufika hapa. Ningependa tu kusema mambo mawili. Nataka niwaulize washiriki wa kanisa hii, watu wote wanaomwamini Mungu katika kaunti hii yetu ya Mombasa na watu wa kaunti hii, ili tuweze kutengeneza umoja wa taifa letu la Kenya. Mimi nawasihi kama kiongozi katika taifa letu la Kenya, tusikubali mgawanyo. Tunataka kutembea pamoja kama watu wote, kwa sababu mimi naelewa kwamba ni mapenzi ya Mungu tufanye kazi pamoja, tushirikiane. Neno la Mungu kwa Zaburi 133 mstari wa kwanza inasema, how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Mkisikia Mohamed Ali, mbunge wenu wa hapa Nyali, ameungana na Aisha Jumwa, Kimani Ichung'wah, ndugu yangu Kemosi, baba yetu hapo Nginjiri, na wabunge wengine 160 wa Kenya, kusema ya kwamba tunataka kuunganisha taifa letu la Kenya. Tusikubali siasa itakayotuweka chuki, migawanyiko ama kutuletea ukabila. Ni kwa sababu neno la Mungu linatuambia it is good and it is pleasant
for brethren to dwell together in unity. Na pale watu wakishirikiana pamoja, neno la Mungu limesema katika mstari wa 3 wa hiyo Zaburi 133, God commands a blessing. Tukiwa na ushirika na umoja, Mungu atatujalia baraka kama Wakenya, kama taifa, and that is the reason why tunasema tunataka chama ambayo itaunganisha Wakenya wote bila ya kuwagawanya katika misingi ya dini ama kabila ama sehemu. Tunawaomba so that we can build the bridges of unity, togetherness, and the unity of our nation as a people. Jambo la pili, ningependa kuwauliza, tukienda mbele, mmesikia ya kwamba tumesema safari hii tunataka kubadilisha muundo wa uchumi wa taifa letu ndio tuweze kushughulika kwa wale walio chini, tuinue kila mtu. Hilo pia liko katika Biblia ya Askofu. Ukisoma kwa Zaburi 113, Psalms 113 verses 7 and 8, neno la Mungu linasema, Mungu humtoa mtu mnyonge mavumbini, na Mungu humfanya fukara na maskini mpaka wakaketi meza moja na wafalme. We want to build a nation that leaves nobody behind. And that is our mission, to unite this nation and to build a nation of equal opportunity that gives opportunity to every citizen to be the best they want to be, and that leaves nobody behind. Tunataka Askofu mzidi kuombea taifa letu, mzidi na kutuombea sisi tulio na nafasi ya uongozi, ili tuweze kufanya mapenzi ya Mungu na tuinue taifa letu la Kenya tuweze kutembea pamoja. Those are the two issues I wanted to say. Tukiwa hapo kanisani, asanteni sana kwa kutuombea, tunajua mnatuombea. And if you are in doubt, kama watu wa kanisa hapa, kama mlikuwa na tashwishi ya kwamba maombi yenu yajibiwa, mkiniona nimesimama hapa, mimi ni shahidi ya majibu ya maombi yenu. Na wakumbusha tu yale Wagalatia 6 na mstari wa 9 yanasema, na msichoke kutenda mema. Continue to do good, kwa sababu mtapata malipo hivi karibuni. So asanteni sana kwa kukaribisha hapa katika kanisa hili. Na ningesema Askofu